Hatua kadhaa tulizochukua. Jana tarehe 16 mwezi wa 12 mwaka 2025, sisi MECIRA tulipeleka hoja zetu mahususi kwa ubalozi wa Marekani, kwa balozi wa Marekani nchini Tanzania na kwa balozi wa Kenya nchini Tanzania, tukieleza mambo mbalimbali katika hoja zetu tulizoziweka kwenye barua zetu hizi. Nitawaonyesha. Hii ni nakala ya barua iliyopokelewa tulioipeleka ubalozi wa Marekani tukimuaddress Mheshimiwa balozi wa Marekani. Hapa ni kielelezo kama barua imepokelewa, na hii ni nakala ya barua tulioipeleka yenye hoja mahususi tulioipeleka ubalozi wa Kenya tukimuaddress balozi wa Kenya. Hizi hapa mnaweza mkaziona. Hii tumeipeleka Marekani, hii tumeipeleka Kenya. Tumezipeleka mahususi kupeleka hoja za Watanzania sisi kwamba nchi ya Marekani, pamoja na kwamba tunaheshimu mfumo wao wa utawala bora wa kidemokrasia unaoheshimu na kulinda haki za binadamu na utu wa watu, lakini taifa la Marekani, ardhi yake, uhuru wake unatumiwa vibaya na mmoja kati ya wanaojiita wanaharakati, akitumia kukaa kwake Marekani kutengeneza machafuko, vurugu, mauaji, vifo na chuki nchini Tanzania. Tumepeleka ubalozi wa Kenya kuwaambia, pamoja na mahusiano yetu mazuri ya East Africa sisi na Kenya, pamoja na mahusiano yetu ya muda mrefu, ardhi ya Kenya imetumika kutunza wanaojiita wanaharakati waliojificha Kenya, wakichochea vurugu, matusi, chuki, hatimaye vifo kwa watu wasiokuwa na hatia. Kwa hiyo katika barua zetu hizi tumejenga hoja mbalimbali ambazo tunafurahi balozi zote zimekiri kupokea. Miongoni mwa hoja hizo ni pamoja na kuyataka mataifa haya, pamoja na mambo mengine, hususan taifa la Marekani. Tumemuomba balozi wa Marekani yeye awe daraja la kuhakikisha Marekani na dunia inapata taarifa sahihi kuhusiana na masuala yanayoendelea Tanzania. Ukizunguka Dar es Salaam, ukizunguka Dodoma na kwingineko, utawaona Watanzania wametulia, wako bize, wanafanya shughuli zao za kila siku. Lakini vikundi vya watu wachache waliojificha Marekani na Kenya, na yule mmoja wa Kenya, Maria Sarungi, amekimbia Kenya sasa hivi, amekwenda Scandinavia. Wao wanatengeneza sintofahamu kana kwamba Tanzania si mahala salama pa kuishi. Kwa hiyo tumemuomba balozi wa Marekani ahakikishe katika taarifa zake anatoa taarifa iliyokuwa balanced, iliyofuata uhalisia wa ardhini pana nini, kwa maana Dar es Salaam na Tanzania. Tumemwambia pia balozi wa Marekani asitumie taarifa za upande mmoja. Kwa mfano, moja kati ya taarifa yao wamesema kuna ukandamizaji wa dini.